Je, ni dalili gani ambazo mtu akiziona inawezekana hii ikawa ni UTI? Okay, tunazo dalili nyingi sana za UTI. Lakini labda nizungumze 5 ambazo naziona kwa wagonjwa wengi mara kwa mara zinajirudia. Kwa 5 ambazo ni kubwa. Ya kwanza kabisa ni mtu anapokuwa anakojoa anasikia maumivu. Hiyo naonaga ipo kwa watu wengi kweli kweli. Lakini ya pili ni anakuwa anakojoa mara kwa mara. Unajua mtu anaweza kukojoa hata kwa siku mara 2, mara 3, lakini mtu anakojoa mara kwa mara. Na akikojoa anasikia maumivu, na muda mwingine akikojoa hata ule mkojo unakuwa haumaliziki. Anasikia kama mkojo upo hivi. Lakini dalili ya tatu ambayo naiona ni hii ya sana inatokea watoto na kwa mama wajawazito muda mwingine. Mtu akiwa anakojoa na kunakuwa kuna damu pia kwenye mkojo wake. Hiyo yote inaweza ikaashiria kwamba ni changamoto ya nini, ya UTI. Kitu kingine, dalili nyingine ya 4 ambayo inatokea kwa watu wengi ni maumivu. Anaweza akawa hana maumivu kwenye kukojoa, lakini akikaa hivi anasikia maumivu hapa chini kwenye kinena na kwenye mgongo. Hiyo yote inaweza ikaashiria maambukizi ya UTI. Lakini dalili nyingine ya 5, na hii naona ni ya msingi hasa kwa baadhi ya mama wajawazito na baadhi ya watu wengine, ni kutokuwa na dalili. Hiyo nenyewe naweka katika mfumo wa dalili, kwa sababu kuna baadhi ya watu wanaweza wasiwe na dalili kabisa, lakini ukipima ana UTI. Na hawa ni mara nyingi inatokea kwa mama wajawazito kama nilivyosema, na kwa baadhi ya wanawake na watu wengine ambao wanapata UTI mara kwa mara. Inafika sehemu mpaka ile UTI inakuwa haoni dalili yoyote, lakini bado UTI ipo. Na ndio maana tunahamasisha umuhimu wa kufanya check up mara kwa mara. Toka mtu akifanya kipimo kile akaonekana ana maambukiza UTI, ichukue muda gani? Aisee, ni hapo, kwa sababu wale wadudu wanapoingia ndani, sio wakiingia leo, sio kwamba ni lazima wataonekana leo. Inachukua muda fulani mpaka waingie mle ndani, waweke mizizi, waanze kuonyesha dalili waanze kufanya harakati zao mpaka waje waonekane moja kwa moja kwenye kile kipimo. Kwa unapofanya kile kipimo ikaonekana wadudu wapo, tayari ujue wapo na wameshaanza kufanya kazi muda mrefu. Kwa maana kitabidi ni hapo tu mtu aanze kuja hospitali na kupatiwa matibabu. Ikiwezekana ni hapo. Haina haja ya kusubiri siku nyingine, kwa sababu unaposubiri siku nyingine, wale wadudu wa UTI ambao wameingia kwenye njia ya mkojo, kwenye kibofu cha mkojo, unapozidi kusubiri wanazidi kupanda juu kwenye ile mirija na kwenda juu kwenye figo, ambayo inakuwa ni hatari zaidi. Na hiyo ndio inapelekea mara nyingi usugu wa UTI kutokupona kama imekaa muda mrefu na wale wadudu wameshaweka mizizi na wamepanda mpaka juu kwenye figo. Au muda mwingine inapelekea UTI kwa inajirudia mara kwa mara. Mara nyingi unapopima nyumbani wakutana na UTI, njoo hospitali upatiwe matibabu right away, hapo. Yapo madhara mengi yanayopatikana endapo mtu atapuuzia kutibu UTI, au hata atachelewa, au hata akaiacha tu bwana. Tena siku hizi kuna baadhi ya watu wanasema kwamba na UTI ndogo na kunywa maji. Kama UTI umepima ikaonekana ipo, maji sijui kunywa na kukojoa haiwezi kuondoa UTI. Tafiti zinaonyesha lazima UTI iweze kutibiwa kwa dawa ili wale wadudu waweze kupona. Hasa madhara makubwa yanayotokea baada ya mtu kuwa na UTI na kuto kuitibu ni wale wadudu wa UTI kupanda juu kwenda na kuathiri figo. Hiyo ni madhara makubwa ambayo inatokea kwa watu wengi. Na siku hizi kumekuwa kuna changamoto za figo kwa watu wengi, vijana na watu wenye miaka 40 hapo 50. Changamoto kubwa ukiangalia ni maambukizi yanayojirudia mara kwa mara ya UTI. Lakini pia kwa mama mjamzito kuna madhara makubwa kabisa yanayopatikana kwa UTI. Tunasisitiza kwa mama mjamzito kwa sababu mama mjamzito anaweza akapata UTI alafu asiwe na dalili yoyote, na UTI kazidi kuwa kubwa kweli, na mwisho wa siku inamwathiri yeye na inamwathiri mtoto. Changamoto inayotokea mara nyingi ni kupata uchungu kabla ya muda, kuzaa mtoto kabla ya muda wake, na mtoto kuwa hata na uzito mdogo kwa sababu tu ya yale changamoto ya UTI. Lakini pia madhara mengine yanayoweza kutokea ni kuathirika kwa kibofu cha mkojo. Siku hizi tunapata vijana wengi wana maumivu hapa chini kwenye kinena, na ukifanya kipimo cha ultrasound unakuta kile kibofu chake cha mkojo kimevimba kweli, kimekuwa kinene. Kama kibofu kilikuwa kina wembamba kama huu hapa, unakuta kimekuwa kinene kama hapa. Kinene kweli. Na unapomuuliza historia yake nyuma, unakuja kugundua kwamba alikuwa anapata changamoto ya UTI mara kwa mara. Mara nyingi ni UTI na kichocho. Kinafanya kile kibofu kinakuwa kinaathirika kweli. Na haya maumivu sasa ya kwenye kibofu cha mkojo, kibofu kinashindwa kufanya kazi yake vizuri, na mara nyingi yale maumivu hata kama UTI ukiitibu, bado kibofu kinabaki vile kimevimba, na kinapelekea maumivu yanakuwa yapo kwa muda mrefu vile. Kwa hiyo kuna madhara ya figo, kuna madhara kwenye kibofu, kuna madhara kwenye mirija. Juzi tumekutana na mgonjwa ambaye ule mrija wake wa kutoa mkojo nje umeziba.
Na ukifuatilia historia yake ni alikuwa anapata changamoto ya UTI, akatibu, ikamrudia tena, akanywa maji akasema imepona. Kumbe bado haijapona. Wale wadudu wanamwathiri ile njia ya mkojo, ikaziba kabisa, mkojo ukawa hautoki kabisa. Kwa hiyo ni hatari kabisa ambazo zote zinaweza kusababishwa na changamoto ya UTI kutokutibiwa. Kwa hiyo hii ni changamoto kubwa, na endapo mtu ameonekana nayo itabidi atibiwe. Wala sio kwamba iache, hapana. Wanawake wapo katika hatari kubwa zaidi kuliko wanaume. Sio kwamba wanaume hawawezi kupata, lakini wanawake wanapata zaidi. Katika hospitali yetu hapa, katika kila wagonjwa 10 wanawake tunaowapata wa UTI, wanaume tunampata mmoja. Kwa hiyo wanawake wanapata changamoto ya UTI nyingi kuliko wanaume. Na sababu kubwa ni kwa sababu ya maumbile. Inakuwa ni rahisi zaidi kwa wadudu wa UTI kumwathiri mwanamke kuliko mwanaume. Mwanaume unajua na kanja kadogo tu kamkojo kale, tofauti na wanawake. Namaanisha ile maumbile. Lakini pia kuna changamoto za kujisafisha pia. Mara nyingi wanawake wanakumbana nazo sana. Mtu anakuwa jisafishi vizuri, au muda mwingine akijisafisha hata anatoka nyuma anakwenda mbele. Mwisho wa siku wale wadudu wanatoka kwenye njia ya choo wanaingia kwenye njia ya mkojo. Na hiyo ipo sana kwa sababu tukichukua mikojo ya wagonjwa wengi wenye UTI tukaotesha wale wadudu pale ambao UTI. Wadudu wengi ambao wanakuja ni wale wadudu ambao wanapatikana kwenye njia ya haja kubwa. Kwa hiyo wanawake wapo katika uwezekano mkubwa wa kupata changamoto ya magonjwa ya UTI kuliko wanaume.